Mjukuu wangu. Mimi kuna tatizo liko. Kwanza chukua kigoda chako ukae karibu na mimi. Nishakaa mjukuu wangu hapa. Sio na wasiwasi. Babu kuna kitu kilinikera nimekiona kwako. Babu, tabia ya kuzungumza na simu. Chooni, msalani. Ndio. Babu, hilo swala wewe uoni ni kero, alafu mara nyingine pia linakufanya wakati ukiingia katika swala, babu yangu anakata, anakuwa anasikiliza simu kwenye swala. Unakuta tayari simu inaita, hauweki katika simu katika ukimya wake, wala huwezi kuzima simu wakati unapoingia katika ibada. Chooni unaongea. Babu, tatizo hili linanikera mimi. Babu bwana, simu nyingine za madili babu. Simu nyingine za madili babu. Waweza kupigiwa chooni ukataka kushika simu na dili yako ikapotea. Babu, lakini sasa hizi mpango ya pesa hizi si mchezo babu. Lakini sasa babu yangu, inabidi wakati mwingine babu yangu huwa unaweka kimya wakati unapoingia chooni. Kumbuka sehemu ile ni sehemu ya faragha, na pale ni mahali ambapo kwamba kuna hitaji kwamba ukimya. Babu, hiyo ijua wewe bwana. Kwanza sisi simu zetu ukishazima ile dili ikiingiliana kwamba bwana waitwa kuna pesa sehemu fulani. Kama umepigiwa simu hujashika babu, mambo yako imeisha. Lakini sisi tunaenda na mafunzo babu. Wewe ni Muislamu, ambapo umefika chooni, basi simu wacha iite. Wakati ukitoka mpigie mwenyewe, mwambie bwana, nilikuwa katika sehemu ya faragha kidogo, zungumza na mimi sasa hivi. Lakini si unazungumza chooni. Halo, Lili, unataka nini tena chooni? Babu, hiyo kitu kimenikera sana. Sasa babu, nataka nikuulize swali moja. Naam. Simu ni yangu mimi. Sawa. Na nimepigiwa chooni naongea mimi. Itakukera vipi wewe mtu uliokuwa nje na mimi niko ndani ya choo? Babu, mimi nakereshwa na yale mafunzo. Sisi tumefundishwa na dini yetu. Sisi ni Waislamu. Kuna baadhi ya mambo mengine hatufai kuyafanya wakati hata kama ni dharura. Lakini sasa si dharura ile mtu mpaka ifike mahali mtu unaongea, unaanza mpaka unamaliza mazungumzo huko chooni. Bala, ngoja nitakupigia. Wajua niko katika shughuli. Sasa mambo gani aina hii babu yangu? Bwana, simu nilinunua mwenyewe babu. Simu ninakwambia nimenunua mwenyewe. Hata kama wamesema simu ya mkononi ni yako. Kwa nini unanichunguza? Na mimi sitakuchunguza babu, nimekukuta pale. Ni simu nimepigiwa ya mambo yangu. Na ni pesa alikuwa naitiwa sehemu. Sasa ukiniambia nikate kushika hiyo simu mimi, nikosea pesa, utalipa pesa wewe? Si maanishi kwamba hivyo. Huwezi kutulia wakati umalize shughuli yako. Wakati ukitoka nje, piga simu yako. Sasa mimi nimepiga simu ndani ya choo. Wewe unataka vipi? Kwa sababu mimi ndo niliamua kupiga simu na yule mzee ndo amenipigia, pia mwingine kazungumza naye. Ndio nakwambia hivi, babu, ngojea maliza shughuli zako za chooni. Sawa? Ukishamaliza shughuli zako kule za msalani, toka nje, piga simu, zungumza, jamani, nilikuwa sehemu ya msalani, samahani, basi naomba tuzungumze sasa hivi. Mtu atakuelewa. Babu, ile alewezekana. Lakini sasa wewe unashauti, unaanza nitoke chooni muombe mtu msamaha. Kwa sababu niombe msamaha kwa sababu hujakwenda chooni. Hujapokea simu yake wakati tayari uko katika shughuli yako. Unaona? Pale ni sehemu ambapo kwamba kuna hitaji kwamba ukimya. Ni sehemu ya faragha babu yangu. Babu, mimi bwana lazima niongee na simu ndani ya choo. Nitaongea nao kwa sababu lazima niongee. Alafu kilichokuwa kinanikera saa nyingine, hata tukiwa hapa nyumbani, sijui kwa nini unapendelea sana mara kwa mara unachukua simu, unaenda unakaa chooni, unasoma message. Kweli kuna siri gani babu? Sasa message zangu nataka nikuonyeshe wewe, pesa zangu ziko huko ndani, nikuonyeshe wewe pesa zangu. Babu, lakini mpaka ukimbilie chooni. Ndio kuweza kujificha kwa na kule kuna uchafu kule. Kweli ina maana hizo nikwambia babu, ukaenda pale chooni si starehe. Kwa hiyo umekaa pale starehe, unasoma mpaka na gazeti. Pana starehe pale babu. Mwisho utakuja kwenda na kitabu cha Mungu. Wewe kumbuka wewe. Kwa sababu umekaa pale ufanye mambo yako yote, kama ni simu tuma message. Babu, ufanye nini? Ubishi huu wako mwisho utakuja kwenda na kitabu cha Mungu huko sehemu ya chooni, kwa kujua kwamba ni sehemu ya starehe. Babu yangu, jitahadhari sana. Haya, ukija msikitini, wewe simu hauweki katika ukimya wake. Pale kumeandikwa funga simu yako ukiingia msikitini. Msikitini pia za kukatisha katika ibada. Hasa babu, faida gani sasa ya simu hii na kuharibia kila kitu? Sasa simu ukiifunga, kwanza inafungwa vipi? Kwa sababu usiambiwa kuifunga kuna mawili. Kuna kufunga na kamba. Uifunge na zima. Nizime simu. Zima simu. Anafanya kizima simu asila ndo apata vipi kizima?
Babu, si unaingia katika ibada, ina maana mawasiliano ya pale kwenye swala ni ya yale mawasiliano ya ibada tu peke yake. Sawa.